إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، والصلوات عليه وتسليماته. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ذكرني ما نسيت وعلمني ما جهلت برحمتك يا أرحم الراحمين. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa nahusieni na kihusia nafsi yangu yenye mapungufu tele kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika maudhu ambayo kwamba nitazungumzia leo ni tahdhiri min ashirk wa anwa'i al-ma'asi wa minha as-sab'u al-mubiqat, onyo au onyo kali kutokamana na ushirikina na sampuli au na aina za maasi zingine. Miongoni mwao tutachukua katika ile hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, ijtanibu sab'a mubiqat, jiepusheni au kaeni mbali na madhambi saba yenye kuangamiza. Hii ndiyo kwamba tutaishi nayo kwa siku ya leo kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hayo madhambi saba ambapo kwamba aliyataja, ziko zaidi, lakini ya mwanzo alianza na shirku billah wa sihr wa qatlu nafsi allati harrama Allahu illa bilhaq wa aklu mal al-yatim wa aklu riba wa tawalli yawma zukfi wa qadhafu al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat. Dhambi la kwanza kwa kwamba alitaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili watu wajiepushe na wakae mbali nalo, alitaja ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha dhambi la pili akataja ni uchawi. Dhambi la tatu ambapo kwamba alitaja ni kuua nafsi ambapo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha isipokuwa kwa haki. Kisha dhambi lingine na kula mali ya mayatima, ikafuatwa na kula riba, kisha na mtu kukimbia katika uwanja ya vita, na dhambi la mwisho aliyotaja ni kuwasingizia wanawake wa Kiislamu ambao kwamba wamehifadhika, kuwasingizia kwamba wamefanya machafu. Sasa haya ndio madhambi ambayo kwamba tutadumu nayo kwa leo. Ikiwa tutakuwa na muda tutaongezea kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, wanasema waqad dallat nususu ala anna al-ma'asi wad-dhunubi tanqasima ila qismaini. Imekuja katika dalili, imekuja katika hoja ya kwamba madhambi yamegawanyika katika vigawanyiko viwili. Ya kwanza ni kabair wa saghair, dhambi kubwa na madhambi madogo madogo. Allah anasema kama qala Allah ta'ala, wa kullu shay'in
fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Kila kitu, kila jambo ambalo kwamba walilolifanya wanayo katika vitabu vyao. Wa kullu saghirin, kila ile dhambi ndogo na kubwa yote yameandikwa. Chochote ambacho utafanya ndogo imeandikwa, chochote ambacho utafanya kubwa yote yameandikwa. Asa hapa Allah subhanahu wa ta'ala amegawanya dhambi kubwa na dhambi ndogo. Al-kabair ni zile madhambi ambazo za kuangamiza, ama kwamba lau mtu atafanya hadi yake imetolewa hapa duniani. Kwa mfano mtu anapozini, yule kwamba au ameoa mume au mwanamke kwamba kaolewa, ikiwa atapatikana amezini, hadi yake hapa duniani ni kwamba achimbiwe shimo kisha apigwe na mawe hadi kufa. Na ikiwa ni mtu kwamba hajaoa au mwanamke au binti kwamba hajaolewa, na yeye akipatikana amezini, hadi yake ni achatwe fimbo ngapi? Fimbo 80, ikiwa hajaolewa au hajaoa. Sasa madhambi makubwa ni yale kwamba imetolewa hadi yake hapa duniani. Mtu akifanya anafanyiwa hadi yake hapa duniani. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala amezigawa makubwa na madogo, na Allah akasema tena, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Ikiwa nyinyi mtaepuka, mtakaa mbali na madhambi makubwa yale ambayo tumewakataza nyinyi, atawafutia makosa yenu madogo. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala atawaingiza nyinyi sehemu ambayo kwamba ni patakatifu. Na kwa aya nyingine akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahish illa al-lamam, wale ambao kwamba wamejiepusha, wamekaa mbali na madhambi makubwa na machafu, isipokuwa yale madhambi madogo. Kwa hivyo hii ni dalili ya kuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameagawa madhambi makubwa na madhambi madogo kando. Kisha katika dua ambayo kwamba imethubutu katika Qur'ani, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Allah subhanahu wa ta'ala, ewe Mola wetu mlezi, tusamehe madhambi zetu, wa kaffir anna sayyi'atina, na utufutie makosa yetu. Hapa adhunubu imetajwa na sayyi'at. Hii inaonyesha kwamba adhunubu huna al-kaba'ir wa bisayyi'ati as-saghair. Adhunubu imekusudiwa hapa ni madhambi makubwa, na sayyi'ati ni makosa yale madogo. Kwa hivyo ukao ukijua Allah subhanahu wa ta'ala, lao utajiepusha wewe na madhambi makubwa, Allah atakusamehe yale madogo kwamba unafanya kwa kutojua. Dhambi la kwanza kwamba ameitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine alipuuza maswahaba akiwaambia, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, je ni waeleze nyinyi madhambi makubwa? Wakasema qalu bala, ndio tuelezee ya Rasulullah. Akamwambia, al-ishraku billah, dhambi kubwa la mwanzo ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wa uquqil walidaini, na kuwaasi wazazi wako wawili, wa shahadati zur, na mtu kutoa ushahidi ya urongo kwamba nimeshuhudia fulani kazini na haujaona. Umeona mtu pengine amekaa na dada yake, huwajui, ushamsingizia kwamba nimemwona yule kazini. Kama ukijua na kumsingizia mtu hauna uhakika nayo, unaingia katika yale madhambi makubwa.
Sasa dhambi la kwanza aliyotaja ni ashirk, na shirk nadhania tunajua maana yake ni nini. Shirk maana yake ni nini? Ama ni jambo geni kwetu leo? Ukisikia mshirikina au huyo anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ufahamu yako wewe utafahamu vipi? Meelewa? Sawa. Allah subhanahu wa ta'ala hafai kuabudiwa na lolote lile, wala usichukue haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ukayapatia katika viumbe vingine, utakuwa umshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul, sema, kwa hakika swala yangu mimi na kuchinja kwangu mimi na uhai wangu mimi yote ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unapoenda kuchinja hauchinji kwa sababu ya mtu yoyote. Unapokuja kuswali au swali kwa sababu ya mtu yoyote, na uhai wako hauko katika mkono ya mtu yoyote. Uhai wako ya wewe na mimi uko mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Napokuja kuswali, sitakuja kuswali kwamba watu wanione au watu wanisifu, la, nimekuja kuswali kwa sababu ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wa aqimi swala, na msimamisheni swala. Lakini kwa masikitiko, kuna baadhi ya watu ambao kwamba wanaenda kinyume, anakuja kuchinja kwa ajili ya viumbe, anakuja kuchinja kwa ajili ya majini, anakuja kuswali kwa sababu watu wamuone anaswali, au kapewa masharti na majini kwamba nenda kaswali siku 5 siku 3 ndipo nitakupatia tendo wewe unataka. Anakuja kuswali kwa sababu akapatiwa masharti na viumbe vingine na majini. Na mimi Allah alituma na lengo moja aliposema, wama khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba wanadamu na majini isipokuwa kwa lengo moja tu, lengo ya kuniabudu mimi. Sasa wewe ukienda kuchinja kwa sababu ya majini, siku ya Kiyama Allah anasema kuna baadhi ya watu wale washirikina watakuja kulia wakijitoa kusema, tallahi in kunna la fi dhalalin mubin, wallahi tunaapa tulikuwa katika upotovu ambao kwamba ulikuwa wazi. Sasa hivi ukimfuata mtu ambao kwamba anafanya ushirikina, anachinja kwa ajili ya majini, ama anafanya ibada kwa ajili ya mchawi, na nenda ukafanye, siku ya Kiyama atakuja kulia, ataapa akisema, wallahi kwa hakika sisi tulikuwa katika upotevu ambao kwamba ulikuwa wazi. id nusawikum bi rabbil alamin, pale tulipokuja kumfananisha Allah na vitu vingine. Hiyo hutalia leo. faman sawwa ghayra Allahi billahi fi shay'in min huquqi Allahi kana minal mushrikin, na yoyote ambaye kwamba atachukua haki ya Allah subhanahu wa ta'ala akapeana kwa vitu vingine, kwa viumbe vingine, kwa hakika huyo amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na shirk, aliposema Luqman akinusia mwanawe, akamwambia inna shirka la dhulmun adhim, kwa hakika shirk ni dhambi kubwa mno. Sasa watu tukaeni mbali na ushirikina. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kila mara akiamka asubuhi akiomba Allah subhanahu wa ta'ala, niweke mbali, nisamehe mimi, niweke mbali na ushirikina, ikiwa nitakushirikisha wewe kwa kujua au kwa kutojua. Maana shirki si kitu rahisi, sio dhambi ndogo, ni dhambi kwamba Allah amesema inna Allaha
la yaghfira an yushrika bihi wa yaghfira ma duna dhalik liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kumsamehe mshirikina. Atamsamehe yule mshirikina ambao kwamba ataamua akawacha yale ambayo kwamba anafanya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na akafanya toba kikweli kweli, akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyu ndio kwamba Allah atamsamehe. Lakini yule ambaye kwamba atakufa katika ushirikina wake, basi huyu ataozea motoni milele. Watu udhania shirki, ukiwa mshirikina unaona kwamba wewe uko mbali sana, ama wewe ni mtu muhimu sana, watanifanya ushirikina nifanye. Washirikina wote, hakuna mshirikina ambao kwamba anaweza kufanya kazi yake bila msaada wa majini. Hakuna hata mmoja. Wote huenda kuchukua majini wakaanza kuwafuga majini. Ndio pale anakuja kukutishia wewe, unanijua mimi ni nani? Majini na wanadamu tumeumbwa, kuna wale wazuri na kuna wale wabaya. Hata hapa ndani kuna wale majini ambao kwamba wamekaa, wamekuja kuhudhuria katika hizi durusi, waliokuja kuswali wapo, na msiogope mkakimbia, sitishi mtu yoyote. Lakini majini wazuri wanafanya ibada, wanakuja wanaswali, baada ya kuswali wanafanya shughuli zao. Lakini wale wabaya ndio wale ambao kwamba wanaenda wakiwadhuru wanadamu. Majini sehemu zao au nyumba zao wanaishi katika miti za mibuyu au jengo ambalo kwamba ilihamwa, hakuna anaishi pale ndani. Lakini jinsi ya kuchukua majini sijaruhusiwa kuwafundisha. Kuna baadhi unafundisha mtu ikawa nimejipozea wewe. Kuna baadhi ya vitu ambavyo kwamba huwa wanafanya ili waweze kumiliki majini. Jambo la kwanza, atamwendea yule sahira, kabla inakuja mada ya pili. Akitaka kuchukua majini, atamwambia nenda ukachukue Qur'ani, enda ukaandike aya za Allah subhanahu wa ta'ala kwa damu ya hedhi, kisha anaenda kuandika masharti ya kwanza. Au anamwambia kachukue Qur'ani, uweke chini, ukojolee. Angalia dini, kwa sababu ashajua yeye makao yake ni motoni na hata kubali kwenda peke yake. Sasa yeye atatoka, anataka atoke na watu wake, lazima nikupoteze ndipo unifuate. Sasa wewe utaenda utafanya hayo yote ukijua mimi nikifanya haya nitakuja kufanikiwa katika maisha yangu. Mambo imekuwa ni magumu, kumbe hujui unaangamia hapa duniani na kesho akhera, na siku ya kiyama utakuwa ni mwenye kuozea motoni, hakuna atakayekusaidia. Dhambi la pili akasema wasihir, na uchawi. Hii ni miongoni mwa al-kabair, wa huwa min al-kabair bal huwa min akbariha li'annahu kufrun billahi. Uchawi ndio kubwa zaidi. Kwa sababu gani? Ni kumkufurisha Allah subhanahu wa ta'ala. Walipokuja kumsingizia Nabii Suleiman alayhi salam, wakisema kwamba Nabii Suleiman anafanya uchawi, Allah akamwambia la, wama kafara Suleimana walakinna shayatina kafara. Kwa nini? Yuallimuna nasa sihr. Walikufuru wale mashayatini walipokuwa wakiwafundisha wanadamu uchawi. Lakini siku zote shetani hakubali kwenda peke yake. Sasa akaanza kuharibu jina la Suleiman kwamba huyu ndio mchawi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamtahirisha, akamwambia Suleimani sio mchawi. Suleimani alayhi salam sio mchawi, isipokuwa wale mashayatini ndio wachawi. Wao ndio walikufuru walipoanza kuwafundisha watu uchawi. Katika nyingine Allah anasema
wattabau ma tatlu shayatinu ala mulki Suleiman. Wale mashayatini walipokuja, walipozuiliwa, wakaanza kufuata ile wanataka kufuata kuharibu katika ufalme wa Nabii Suleiman, kumharibia jina. Kwa nini? Mbona huyo amekuwa ni mtume? Sasa lazima siku zote, hata katika sisi wanadamu tunafanya kazi pale moja, kwa mfano, na kila mmoja anapata daraja yake. Hatuko sawa, hata vidole pia haziko sawa. Sasa pengine kazini wewe umesoma kuniliko mimi, kazini pale ukapatiwa cheo, ukawa uko juu yangu mimi. Sasa mimi nikaona wewe umekuja nyuma yangu, umekuja juzi, sasa leo unapanda cheo, unakuwa mkubwa wangu mimi. Haiwezekani. Lazima nifanye kila mbinu, kila njia, ili niweze kukuharibia wewe. Wanadamu pia wako wale. Lakini hii mada kwa kwamba nitazungumzia, msiwe na wasiwasi, tutatoa baadhi ya tiba ambao kwamba wale ambao kwamba utahisi una dalili kidogo, kwa uwezo wa Allah itakusaidia. Kwa hivyo uchawi ni miongoni mwa madhani makubwa, na zimekuja aya tele ya kuthibitisha kwamba uchawi upo. Anasema as-sihr ibaratun an azaimi wa ruqa wa uqadin tuktharu fil mashhurin fi qalbihi wa badanihi wa malihi. Hii neno ya uchawi ni kitu ama ni ile agreement, maelewano ambapo kwamba inaandikwa kwa kijikaratasi kama ile talasimu, ikishaandikwa baadhi vile mmesikizana, ili iende ikamdhuru yule mgonjwa, aende kadhuruke yeye. Yaani unafanyia mtu uchawi, mtu ateseke, wewe utafaidika na nini? Wewe kweli, kwa mfano familia yenu mmesoma, kwa mfano Allah karuzuku nyinyi mna mali, kisha mimi inanikera, naumwa, inabidi niende kwa wale masahib kwamba nikoribie wewe maisha, na siku zote anakoribia wewe maisha, huwa si mtu wa mali. Jini, nimesema wachawi hawafanyi kazi isipokuwa kwa msaada wa majini. Na mchawi anapokutaka wewe, anatuma mtu, ama umekuja kwangu na tatizo, nitamwambia nikaletie nguo yake ya ndani. Hamjaribu kusikia hizi vitu, pengine ni drama ama ni movie. Mmekusikia? Lete nguo yake ya ndani, ama letee uzi, ama athari yoyote ya katika nywele yake. Leta athari yoyote katika mwili wake. Ukimletea nywele, yule jini anapopatiwa, jini yuko na ile inaitwa high sense of smell kuliko hata mbwa. Mbwa anaweza kadusa kama kuna ile madawa za kulevya na nini, lakini jini hisia yake ni zaidi ya mbwa. Sasa anapatiwa ile athari yako yoyote, neno kamtafute shekhi fulani, neno kamtafute kijana fulani, anatoka nayo, kisha anakuja. Kwa sababu sisi wanadamu sote, harufu yangu ya jasho na yenyu hazifanani. Kila mmoja ana harufu yake ya jasho. Hiyo ni miongoni mwa miujiza ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbuka kwamba kwapa ya kwangu na ya kwenu haiwezi kufanana. Sasa yeye anapopatiwa, anakuja akinusa, anakuja hapa ndani, anaangalia yuko wapi yule. Akishapopata wewe ndio huyu, sasa anatafuta njia ambayo kwamba atakuingia nayo. Mchawi ashafanya kazi yake, sasa ametuma jini kamtafute huyo mtu. Anakuja na kutafuta, akikupata wewe uko mbali na toa ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi hapo inakuwa kazi kwake ni rahisi sana. Kukudhuru wewe sio lolote kwake. Lakini pindi utapokuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, anapata dhiki. Hata akija atakuangalia hapa ndani, anasema nasikia harufu yake yuko hapa, lakini simuoni. Kwa nini? Kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo kwamba ulifanya, ambavyo kwamba nitazitaja kule mbele. Ikiwa ulizifanya, jini hawezi kukudhuru wewe na sahir hawezi kukudhuru wewe, ila ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekukadiria wewe, amekuandikia wewe kwamba hii itakuwa ni miongoni ya mitihani yako,
ndipo atakudhuru, lakini hivi hivi jini hawezi kukudhuru. Dalili ya kwanza, uchawi upo. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanyia uchawi ya mafundo. Walichukua nywele yake ikafungwa mafundo 11, kisha yule mchawi akaenda akaizika katika kisima, chini ya kisima. Sasa wale malaika walipokuja pale wanaulizana, kafanyiwa nini huyu? Akasema huyu kafanyiwa uchawi. Na nani? Na yule binti, yule mama Myahudi. Haya, kisha zikashuka kiboko ya wachawi, zilishuka sura 2 ambapo kwamba ina aya 11. Wakaanza kusoma, kila na inaposoma aya ya kwanza, fungu la kwanza inafunguka. Ikisoma aya ya pili, fungu la pili inafunguka. Ilishuka sura 2, Qul a'udhu birabbil falaq na Qul a'udhu birabbin nas. Hii ni kawa tiba ya kwanza ya kufungua uchawi ya mafundo. Na uchawi pia ziko sampuli nyingi, Allah akituwezesha pia tutayataja. Sasa ilipofanyiwa ikafunguliwa ile mafundo yote, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akarudi katika hali yake ya kawaida. Mbona ikamdhuru yeye, na yeye ni kiumbe bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alionyesha kwamba na sisi pia tukae tukijua uchawi upo na unaweza ukadhurika wakati wote Allah akitaka. Hiyo ilikuwa siri kwamba tufundishwe na sisi tusome tuone. Hasa wewe ukiwa umedhurika na uchawi, wala usikate tamaa, usio na wasiwasi, usibabaiki kama mimi nitafariki. La, ikiwa umeandikwa kufa, hakuna atakayeishi hapa duniani milele. Sote tutakuja kuondoka. Umauti ni mmoja, lakini sababu ni tofauti. Kuna atakaondoka na kansa, kuna atakaondoka na kuuma kwa kichwa, na mwingine ataondoka amelala, akiamka hayuko. Zote zipo. Sasa wewe usibabaike kwenda mbele kufanya uchawi, kusikia mchawi unamjua, kukwambia wewe unijui mimi, nitakutembelea. Kuna baadhi ya sehemu ukienda ukisikia kwamba yule jamani mchawi ni hatari, wanavijiji wote wanamwogopa kwa sababu yule ni mchawi, ni hatari. Akipita hapa kila mmoja kimya, na akifika pale ukimsengenya na geuka naangalia nyuma, unashangaa huyu kasikia vipi na shafika kule. Kumbe hujui anatembea na watu wake pale nyuma, wale majini wake. Ndio unapoenda kwa yule sahir, waenda kukusaidia, unapofika tu anakwambia unaitwa wewe, unaitwa Abdallah, si ndio? Naam. Shida yako ni hivi na hivi na hivi. Ndio. Basi wewe tayari ushaingiza baridi kwamba huyu ndio mganga wa kikweli kweli, huyu ndio kwamba atanitibu. Kumbe unasahau kila mwanadamu, sote tulivyoumbwa, kila mmoja wetu Allah alitokea jini mmoja, na huyu jini unapokuwa naye wewe huwezi kupandisha. Kazi yake ni kukutoa wewe katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kukushawishi wewe. Imefika tena swala kunadhiniwa, bwana anakuambia tulia kidogo, magharibi mpaka saa 2 saba utalipo, utafanya jambo, wewe usio na wasiwasi. Inapofika time ya fajr anakuambia tulia, saba utamka. Hiyo ndio kazi yake. Sasa unapokuwa na shida, ukienda kwa yule mchawi, anatolea jini yake, ashakuja kule, ashamtongoza, na majini ni madhaifu. Anamwambia tu mimi nitakupatia damu, wala hawaja na pesa, na hiyo damu kutapatia haizi kunywa damu. Majini chakula chao ni moja. Mwaijua chakula cha majini? Na mifupa ndio chakula chao. Lakini mbona tuna akili ati neno kalete kuku mweusi tuchinje, kalete mbuzi mweusi kwamba hana doa hata moja. Anakwambiaga tafuta kuku mweusi kwamba amekomaa mwerevu. Kuna baadhi ya kuku mweusi nyama yao ni tamu. Kisha nakwambia neno kachukue nazi ya kwamba imeanguka peke yake. Nazi ngapi? 3. Kwa maana najua ile ambayo imeanguka peke yake nina mkabisha komaa.
anataka akipika wali wake ikolee nazi vizuri. Sasa mimi akili yangu inakuwa ni ndogo, naenda nafanya haya mambo yote, namletea nisaidie, na yeye hata kusaidia, kumbe anakuongeza wewe maradhi. Kila kukutaka tu ana switch remote yake, unakuja. Kila kikuhitaji ana switch, unakuja. Sasa uchawi, nitaanza sampuli ya kwanza ya uchawi. Uchawi ya kwanza inaitwa sihrul tafriq. Ni uchawi ya kufarikisha baina ya wanandoa. Hii uchawi inapofanywa, wao hutumia jini anaitwa ashiq ama ashiqa. Katika majini pia wako sampuli. Jini wa kwanza mwenye nguvu anaitwa Twairan. Mkiona, sijui kama mnaona kuna zile ma shooting star, Allah anasema waja'alna katika suratul Mulk, ile aya ya kutupa waja'alna rujuma lishayatin. Wale mashayatin, wale majini upanda juu kutafuta habari za watu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala huwatandika na ile nyota wasiweze kufika kule juu kupata habari za watu. Ukisikia kwamba huyu tutamfungulia siku fulani atakuwa hivi, anakimbia enda apate habari ili aje apeleke kwa ule mkubwa wake amwaribie yeye. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala huwa hawaruhusu wafike kule juu. Sasa Twairan yeye kujina kwamba yuko na nguvu kwa majini wote. Kisha anakuja Ashiq, kisha Ifritu min al-jinn, kisha anakuja hao wengine wa chini wadogo. Ndio pale wakati wa Ramadhani inapoingia usiku wa kwanza Ramadhani, Allah subhanahu wa ta'ala huwafunga mashayatini wote na majini wote, isipokuwa akishawafunga, utaona kuna baadhi ya mtu katika Ramadhani anavuta sigara, kuna baadhi ya watu katika Ramadhani anapandisha. Kwa nini? Walifunga wale majini wakubwa, akawacha wale wadogo. Maana wale wadogo hawana athari yote kwa wanadamu, ni madhaifu kweli, lakini kwa sababu sisi watu waoni, ndio unakuwa na wasiwasi. Ukitembea kwa usiku, kisha ukisikia mtu amepita nyuma yako shwa, unasikia nywele za simama, ushababaika, na yeye naye ni mrembo. Kibabaika hivi na kukunia ni haraka, kazi rahisi, maana mshipa yako ishalainika, ushakuwa na wasiwasi, watokwa na jasho. Sasa katika siku ya tafriq anatumia jini kama ni Ashiq, na huyu jini yeye kama ni mwanamke atatumia jini la Ashiq, kama ni mwanamume atatumia jini la Ashiq, jini mwanamke. Sasa katika huyu jini mwanamume au mwanamke, akitumiwa mtu mmoja kati yao, uweza akatumia mtu mmoja ama kwa wao wote. Akiingia kwa mwanamke, yule mwanamke mume wake akiwa pale amelala, hamgusi, yeye ndiye anaingia anafanya kazi ya mume, na anafanya kila kitu yote ambapo kwamba yule mume angefanyia mke wake. Ndio napata mtu anapoamka, kuna baadhi ya watu wanapitia, lakini wanakopa kusema. Analala anasema nimeamka, nimeota nimepata la ndoa. Ile huwa si ndoto, huwa ni kitu real. Ama unapata ile jini mwanamume katumia mwanamke, kisha yeye usiku alipolala akalala kwamba akaona anafanya mapenzi na mke wake. Hizo chukua mambo ya mtu yote. Majini wana uwezo, kuna baadhi ya majini wanaposema wanaanza kujibadilisha katika maumbile fulani, lakini ni kwa muda mchache sana, hawezi kaza zaidi ya miaka 2. Ni kwa masekunde tu, achukue maumbile yako afanye mambo yake, kisha baadaye arudi katika asili yake. Sasa yule mume ataona kama ana mke wake pale, ama ataona kama ana binti moja mrembo sana, kisha atafanya mapenzi, tendo la ndoa. Na hii inakuwa ni kila wakati. Ukishaona hivi, utapata huyu mume ana haja na mke wake tena, na ikiwa ni kwa mwanamke kadhalika, yeye atakuwa na haja kwa mume wake tena, hata kubali kushare. Na akiona kama watu hawajui, mara nyingi ile ndoa baada ya wiki, baada ya siku 3 ndio imevunjika. Kwa nini? Kwa sababu walitumia huyu jini ili aje avuruge ndoa, kisha anasema yeye ndiye ameoa, huyu ni mke wangu, na hakuna pale kuna ndoa baina ya wanadamu na majini.
hakuna. Atakwambia huyu ni mke wangu, nimempenda. Jini na kuingia kwa sababu gani? Huenda ametumwa na sahir. Huyo ni ashik, ametumwa na sahir, neno kavurugi. Na jini hawezi kuja katika mwili wa mwanadamu au katika nyumba ya Muislamu ama nyumba yote ile bila kuwa na uchawi. Uchawi yani ile sihir na jini zinaendana, ile sihir inapata yeye nguvu. Na katika mwili wetu sisi wanadamu, ile neema kwamba Allah alitupatia, ikiwa mtu atakufanyia wewe uchawi kisha akae wiki moja hajariniwa ile uchawi, nguvu yake huwa inaisha. Ndio wachawi kazi yao kila mara wanafanya usiku, na lazima kila mara anariniwa, angoji iishe. Kila ukiwa hivi anaongeza, kila ukiwa hivi atoka kuamka anaongeza, ukipata kuko kutembea na kuzima. Sasa hiyo ndio kazi yao. Sasa huyo ashik hawezi katika mwili wa mwanadamu mpaka apate kitu kumpatia nguvu, lakini kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, unapoenda kusaidika, usiende kwa mtu kwamba atakuja kukudanganya wewe, kukoroga wewe. Atakwambia njoo, mimi nitakutibu. Atakutibu nini? Wewe utakutibu uchawi kwa uchawi. Uchawi haitibiwi kwa uchawi, ni haram, ni kufuru. Uchawi inatibiwa kwa Qur'ani na tiba za kisunna. Lakini ukisikia mtu akwambia ndio nitakutibu, kisha anaanza na Qur'ani akupata pengine wewe hujui haya yote, anza bismillahir rahmanir rahim. Baada ya hapo anza kutaja jina ya kwanza, jini wa kwanza ashik, basi jinani sijui ataje mmoja. Wewe sio madhalimu jamani, nisomea, kumbe anawaita, anakuongezea wewe maradhi. Lakini uchawi au jini anatibiwa kwa Qur'ani. Jini hata akiwa jabali kiasi gani, hata akiwa na nguvu kiasi gani, hawezi kustahimili Qur'ani. Atajifanya atakata vumilia, lakini ikifika mahali ambapo imezidi itabidi jitoe. Akijitoa na kusubiria huko nje, kisha baadaye tena ukifika katika ile unafanya mambo yako tena kuingia kwa rahisi. Sasa huyu wa kwanza anafanya kazi ya kufarikisha baina ya wanandoa. Kuna uchawi ya maradhi, kuna uchawi ya maradhi. Kwa mfano, uweza kuwa na ugonjwa wa ulcers. Kuna ulcer ya hospitali na kuna ulcer ya kimchawi. Kuna TB ya kihospitali na kuna TB ya kimchawi. Maradhi za kijini, kwa mfano, uweza kuwa unaumwa mwili wako. Ukienda hospitali ukafanyiwa medical check-up yote, unaambiwa wewe hauna lolote. Na wewe ni mgonjwa taabani, unaambiwa wewe mwili wako sawa, bi maana umefanywa uchawi. Baadhi ya madaktari wengine wanakwambiaga hii, wale wazuri wanakwambia hapa, hii si mambo ya hospitali, tafuta shekhi wenu uende utibiwe. Lakini ukipata wale ambao kwamba wako kazi, atakwambia ni kesho na kuchape dozi ulale, kile ukiamka na kudunga wakitengeza pesa. Sasa kuna maradhi ya kihospitali na kuna maradhi ya kiuchawi. Mchawi akitaka kutafuta wewe, jambo la pili, wewe unapolala usingizini, hukufanya adhkaru naum, umelala kijua kali, kisha unalala umeanza kuota uko katika sherehe, katika harusi, mumekaa, chakula imekuja, umeanza kula, mwala, umeyota leo, umeyota kesho, mfululizo, kila imo katika harusi au mmekaa na marafiki sehemu mnakula. Hii huwa unapatiwa uchawi ya chakula. Jini atakuvizia wewe kwa sababu anakutafuta, nitampata saa ngapi, atateleza saa ngapi. Sasa anapopata usingizini, huyu amelala, hakufanya adhkar, hakutawadha. Sasa unaletewa ndoto, unaanza kula, unakula na yeye anaendelea kupatia chakula, ile uchawi ya chakula. Unaanza kukaa kila mara, tumbo imejaa, tumbo imefura tu. Wewe ukikata njoo ule, siwezi kula, na tumbo imejaa, unaumwa, umepatiwa ile uchawi ya chakula. Utakaposomewa utasikia tumbo, au unasikia vitu vitakipeka katika tumbo yako, au utasikia kana kwamba wewe ni mjamzito na kitu hapa ndani.
zote zipo. Siwaambii movie za Nigeria. Hizi vitu ndio kama ziko wazi. Sasa uchawi wa chakula atakuzoea katika chakula, au atakuvizia mahali wewe una kinywaji chako utakunywa umetoa bibi kidogo ya maji, ukafungua maji yako na mkono wako kushoto, huku mtaja Allah subhanahu wa ta'ala. The moment umeshika ukaitia hapa, na yeye alipata nafasi ya kuingia. Majini wako very fast, na wakipata nafasi hawachezi nayo. Nafasi kidogo akiipata hachezi nayo. Kwa hivyo ni wewe mwenyewe ujikinge. Sasa siri ya uchawi ya chakula inakuja ime katika chakula au kwa kinywaji. Uchawi nyingine ni kwamba atafanyiwa mtu mwanamume au mwanamke, ni uchawi ya kufungwa. Unafungwa wewe, una mke wako, huwezi kumwingilia, lakini ukitoka nje ya nyumba yako tu unasikia unamtamani mke wako. Na wengine wamefungwa kabisa, hata wana haja na wanawake, hata story ya kuoa ana katika akili yake. Wazana mtu bwana, wewe bwana, wewe siku zote umekaa tu, wewe miaka inaenda umekaa, utaoa nini? Anakuambia sina haja na kuoa. Yaani yeye ana shaka. Kuna baadhi ya wengine wamefanya uchawi kama hiyo, hasa amefungwa mpaka ile shangwe imepotea. Hasa hawajui kwa kukimbilia, hasa yeye amekaa maisha kunapata amekaa tu. Kisha kuna uchawi ya uandazimu. Kuna wale wandazimu ukiangalia asilimia kubwa 80% ya wandazimu huwa sio ugonjwa hospitali, huwa ni mkono ya mtu. 5% ama 10% ni ya madawa za kulevya, kisha takabakia ya maradhi. Lakini 80% ukiona wale machizichizi wale wandazimu, asilimia kubwa huwa ni mkono ya watu. Ni mtu alitembelea na akikutumia wewe jini. Wewe pengine amekuona kweli umesoma sana, ama wewe una akili unajifanya wewe utaki upuzi, wewe kusimama na haki, unatumia jini, anakuja na kuvizia. Akishakuingia tu pale ya kwanza katika mwili wako anakimbia, anakuja katika akili. Sasa ile akili yeye na control wewe, anaifinya. Kuna mshipa akiifinya tu wewe haujui, fahamu yako itapotea. Utavua nguo, utembee uchi, haujelewi unafanya nini. Kisha kupeleke kule katika dumping site, pale pachafu, huko unakopatikana umekaaga tu, sababu ulipatia ule jini hapo kwamba ni anakaa sehemu zile. Kuna majini wanakuwa makaburini, kuna majini wa chooni. Unapoingia chooni unaambua Muislamu usoma dua siku zote, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal abai. Siku zote ukiingia chooni, kisha tanguliza na mguu wa kulia. Lakini ukiingia kijua kali, umekuja nimebanwa, umepiga na mguu wa kulia, umetangulia nayo chooni na mguu wa kushoto hapa, sio mguu wa kulia, mguu wa kushoto mwanzo. Umekuja wewe umebana, ukatangulia mguu wa kulia, ukaingia ndani, kisha ukavua nguo. Yeye ashakuona, ukuingia kwake ni rahisi, atakuingia anapotaka. Lakini ile dua unapoisoma tu pale, Allah subhanahu wa ta'ala huwa anawazuia, hawezi kuona uchi wako. Lakini ukienda kijua gani, anakuchora tu, anasema jamaa kumbe iko hivi. Katika majini pia kuna mashoga, si ati wako. Sasa wewe umeenda umekaa, ukienda kijua gani, atakuangalia, atakupenda na atakuingia, na itakuwa kila mara ndana na wewe. Wewe ukiamka unapata mali nyuma, unashangaa imetoka wapi? Hizi ni kesa kwamba alishazipitia na ni ziko. Sawa? Allah musta'an. Siku zote Muislamu ukiingia chooni, siri soma dua. Na ukivua nguo yako, kabla hujavua nguo, soma dua ya nguo. Hujui, sema bismillah. Allah atakuhifadhi. Anaofunga macho hawezi kuona mwili yako kivyo vyote vile. Lakini mtihani nyingi leo watu tunapatia majini kazi rahisi sana. Wacha niende, huyu kumpata ni kazi rahisi, sishindwi. Anafanya kazi kwa dakika shakuingia.
anakontrolewe. Sasa kuna sihiri ya maradhi, sihiri ya kutenganisha wanandoa, kisha nyingine kuna ile sihiri marshush, ile ya kuokota unyayo ya mtu. Anakuvizia tu ule sasa, yule maadamu mchawi anakuja amekuona wewe unatembea unamsumbuaga sana, ulimtukana ngoja utajua ujui, kisha nakufanya tu pole, wewe unatenda bila adhkar, ukufanya adhkaru sabah, ukufanya adhkaru masaa, anakuja anachukua nyanya yako pole kwa kazi rahisi, anatupeleka nayo, anafanya shughuli yake. Baada ya muda, mimi miguu inaniuma, siwezi kutembea, nishakuwa mzee na mtoto, wewe ni kijana miaka 20 ama miaka 30, miguu inaniuma, magoti sina, mara viungo acha kuchukua. Sasa ni watu tuchukue tahadhari katika kujikinga na haya madude, kujikinga na uchawi. Lazima turudi katika Qur'ani na Sunna. Sitakwambia, nitakuandikia baadhi ya kalimati, nikwambie chukua hii, funga, tembea nayo. Wale wachawi huwa wanakuandikia baadhi ya majina, utasikia nikuandikia Aliyu, funga hii, kisha utakuwa soma mara 100 kila siku, tembea nayo, soma ya Aliyu ya Aliyu ya Aliyu. Kumbe nakupoteza maskini, ndio katika shirikina bila wewe kujua. Sawa. Sasa katika tiba ni wewe kujitibu. Mimi niulize swali, kwa mfano sasa hivi ukisema unaumwa na tumbo au unaumwa na kichwa, kisha nikwambie chukua hii Panadol, nenda weke chini ya pilo, lala, utakuwa sawa, ndakuwa nimekutibu. Lakini angalia huku kwetu, mara nyingi mtoto akishtuka usiku, tunaambiwa tufanye nini? Mtoto anaposhtuka usiku, sijui kama huko mnayo, sisi kwetu kunaambiwa chukua kisu, weke chini ya pilo, ama chukua kitunguu saumu mara 3, zile mbegu 3, umeenda weke chini ya pilo, alale nayo, hata shtuka. Sasa hiyo nimekutibu. Tiba ni wewe mwenyewe, lazima ujifanyie. Kama unataka usishtuke usiku na kulala, fata alimfundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muislamu na kwenda kulala utakuwa unafanya nini? Tawadha kana kwamba unakwenda kuswali, kisha soma zile aya kulullahu falaq na nas 3, jifukize mwili mzima, tena kulullahu falaq na nas mwili yote mara 3, kisha kasema nini? Tusome ayatul kursi na akhir aya Sura al-Baqara, si ndio? Usome, kisha unaposoma weka mkono wako upande wa kulia unaposoma, na ulale ukielekea ulale upande wa kulia, hautashtuka usiku. Ukisoma ayatul kursi, shetani anakukurubia wewe, Allah anakuhifadhi kutoka hiyo masaa mpaka itakapoingia alfajiri. Lakini sisi tuisome, ndio tunga nashtuka, hata kila kulala sifa. Ni mtoto wangu ni mdogo, miaka 3 mwezi ama miaka 2, hajaja kufanya adhkaru nao, simsomei neno kalale. Mtoto kama dakika 2 akiamka, mtoto ni makelele kweli, kwa sababu tumeweza kufanya alifundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uchawi upo, na Allah akasema innama sanau kaidu sahir wala yuflihu sahir haithu ata. Wachawi wana vitimbi vyao na watakuwa inakia musaa, lakini hata siku moja hawatawaifaulu. Unafanyia uchawi ikawa sababu wewe kuondoka duniani, unafanyia uchawi ya maradhi, unafanyia uchawi ya kufarikisha baina ya familia au baina ya wanandoa, unafanyia uchawi ya aina yoyote ile. Lakini kinga, lazima ujikinge. Dawa ya kwanza, kiboko ya wachawi. Nimetembea huku jana kidogo, leo asubuhi tumetembea kidogo, alhamdulillah. Nimeona sidri, unajua sidri? Mkunazi. Zimejaa tele sana huko. Hizi ni kiboko figo ya wachawi. Hii kuna dawa hapa. Ile sidri ukichukua, ukachukua matawi yake ukayakausha vizuri, kisha ukayasaga vizuri, ukablend ikawa unga.
Ukija kuhisi tu kama mimi nahisi kama kuna kitu kwa mwili wangu, chukua ile kijiko 3 tablespoon ile kidogo ya kula mezani kwa maji lita 3, chemsha. Kisha chemsha, enda ukaoge mwanzo ile kuoga kawaida. Ukishaoga, hii maji yako lita 3 utatoa glasi moja. Glasi moja utakunywa ukishaoga. Hii itakabakia utaenda nayo bafuni ujimwagie taratibu. Ile sidro ukifanya hivyo weko na povu kama sabuni. Unaoga nayo mwili wako wote. Wale kikauka ikibaki mwili usipanguze, iwache hivyo hivyo. Kisha kauka ile tadaduka chini. Kisha glasi moja ile umetoa kando kunywa. Fanya siku 3. Umetibu uchawi kama ifanye uchawi ya chakula. Dawa nyingine kama ulifanyia uchawi ya chakula, unachukua habat sauda powder yake. Kisha unachukua na sanamaki, ile sanamaki unajua? Chukua habat sauda, blend unga wake, vijiko 4 weka kando. Chukua sanamaki, vijiko 4 blend weka kando. Kisha unatafuta asali ya kwamba ni piwa. Na huko unajua asali huwezi kosa. Ile asali kuchukua asali robo, kisha unachukua umeweka asali yako robo hapa, chukua vijiko 2 ya sanamaki na chukua vijiko 2 ya habat soda, changanya pale moja kwanza. Ukishachanganya, utachukua vijiko 2 ya mchanganyiko hapa, tia katika asali yako robo. Koroga vizuri. Ukishakoroga, umemaliza, utachukua hii asali yako utaifungua ikiwa wazi hivi, kisha utaisomea suratul Fatiha. Sawa? Fatiha utaisomea moja au sura utaweza. Kisha utasomea ayat kursi moja. Kisha na aya mwisho suratul Bakara moja. Kisha baada ya hapo utaruka katika aya mwisho ya suratul Hashir, law anzalna hadha alquran ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Utaisomea pia pale ndani. Baada ya hapo utasoma kulullahu falak na nas 3. Ukishamaliza, funika asali yako, kisha chukua maji mengine kando lita 5, soma Fatiha mara 7, kisha unaweka glasi moja maji yako vuguvugu na kijiko 2 ya hii sanamia mchanganyiko wako, tumia kunywa. Ikiwa ulifanyiwa uchawi ya chakula, utayarisha na uende ukarisha, ukatoa misumari kwa tumbo yako, wezarisha ukatoa. Unajua stilu ila kusugulia sufuria, uweza toa, uweza arisha ukatoa ile talasimu ile imefungwa. Sawa? Ukatoa yote za ikiwezekana. Ukajiuliza, kwani nilikula msumari lini? Nilikula stilu lini? Lakini kumbe ni yule mchawi ambao kwamba alikufanyia wewe na wewe ukajiponzea mwenyewe. Sasa kwenda katika uchawi, kuna baadhi ya watu wanakuwa na matatizo, anaenda kwa sahiri, nenda ukaangalia mambo yangu. Mbona mimi sipati kazi? Mbona mambo yangu ifunguki? Mbona binti yangu mpaka leo hajaolewa? Sawa? Anaenda kwa mchawi akaangalia mambo. Na Mtume sasa anasema, man ata'arafa au kahina fasaddiquhu, anasema nini? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yoyote atakamwendea kahin au mpigaji ramli au mwangalia nyota, kisha akakwambia kwamba alikufanyia hii ni mama yako, umekufuru ile ambayo kwamba aliyeteremshiwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imani umekufurisha Qur'an na ukaenda katika uchawi, wewe umekufuru. Turudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kinga unapokuwa na matatizo, maradhi, kazi haiendi, usijisumbue kwenda makaburini, kwenda kulilia wafu, nisaidieni fulani baba fulani tangu ufariki, Fatuma leo mpaka leo hajaolewa, amekaa hapa nyumbani. Mume wangu tangu uondoke, yule binti yako Hamida ameolewa, amerudi juzi nyumbani, mume wake amemwacha. Rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yule aliyefariki hata hana dhambi yako wewe unapotea pale, anapokea mali yake. Wewe unapotea kuna kama kaburini, kukaa kwa kumlilia yeye akusaidie wewe.
hata kusaidia vipi wewe? Ama unaendea jini akusaidie? Jini mwenyewe anataka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unapokuwa na maradhi, amka usiku, swali raka mbili, nenda mikono kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kinga ili usidurike na uchawi, ili mchawi asikudhuru wewe. Shikamana na adhkaru sabah. Adhkaru sabah pale baada ya salatul fajr, kada dakika yako 10 baada ya adhkari ya asubuhi. Ikifika jioni na kuingia asr, kapole kwa dakika 10 tenga tu, fanya adhkaru masaa. Ikiwa hujui za adhkari, ndio kitabu kidogo cha Husnul Muslim, iko na adhkari yote ndani na si ghali. Kama ni ghali huko sijui ni shilingi 100 ama shilingi 50. Ukipata, na nimeona huko pia watu kwa smartphone, download kwa simu yako, isio simu yako unatumia kuingia kwa TikTok tu. Download ile kitabu pale, ikifika jioni fungua usome. Utakapoisoma ile adhkari ya asubuhi, Allah anakuhifadhi. Angalia miongoni mwa katika ile adhkari za asubuhi, ile kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ukileta mara 100 asubuhi, naambiwa Allah uko chini ya hifadhi ya Allah kutokea hiyo asubuhi kama umeifanya wewe mpaka itakapoingia wakati wa jioni alasiri. Kisha ukifanya tena ukaileta wakati wa asri, uko chini ya hifadhi ya Allah mpaka itakapoingia wakati wa asubuhi. Kwa hiyo shikamana na adhkari ya asubuhi na jioni, ndio kinga yako. Kisha tuweni karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa na shida kidogo, wala kubabaika, rudi kwa Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah shasema shida yoyote ambayo utakuwa nayo, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nadhania masali hayo, lakini mada ni pana, naweza nikasimamia hapo leo kama kuna taarifa ya Sheikh. Naam, adana sangapi? Naam, sawa. Basi tuchukua maswali mawili kama ipo, nifunge kikao inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu Waislamu, Sheikh amezungumza kwa uzito, japokuwa hajayamaliza ni madhambi sana. Waislamu wakati wakwambia bado na wamekupa nafasi, wanaisha wako tayari kusikiliza, lakini pia tukiwa na maswali kwa upande wa kutatizwa. Huyu ndugu yetu ni mutakhassis kwa mambo ya ruqya pia sana, anafanya sana ruqya katika mji wa Nairobi. Kwa hivyo ikiwa una maswali mambo ya majini, mambo ya sihri, hapa maswali itakuwa ni pahali pake sana. Kwa hivyo upande wa maswali ukitayarisha upande huo ama upande mwingine wote, inshallah atakujibu vizuri. Anayozungumza wengine akieleza ni mambo ambayo ameyapitia experience. Mimi nauliza swali kama tumefahamu. Sawa. Katika nilipoanza kuongea mambo yangu, nimetaja katika zile dalili ya kuonyesha kwamba shirk ni miongoni mwa madhambi makubwa, na kidalili nimetaja aya kadhaa, na kuna aya kwamba nikaisoma, nasema wachawi siku ya Kiyama watakuja kulia na watajuta, watakuja kulia na watajuta. Na najua hii ni madrasa ya wale wanaohifadhi Qur'ani. Kuna aya niliitaja, lakini sikusema katika sura gani. Ukinisomea aya nitachukua zawadi yako hiyo hapo. Nilitafsiri nikasoma kwamba siku ya Kiyama watalia na watajuta
wakisema sisi tulikuwa katika upotovu kwamba ilikuwa wazi sana. Nimepatia hit kubwa sana. Sasa ni kusoma tu aya peke yake. Wale ni watoto wangu kwa watu wazima. Nipatie watoto kwanza. Simnipati. Shepati Qur'ani yote? Na? Mesahau? Nimefungua mlango. Nimesema tulipoanza nikaongelea ya wale washirikina, na nikasema washirikina siku ya Kiyama watakuja kujuta katika yale kwamba wanafanya, na walisema walipokuwa wakilia watalia wakisema, sifai kuambia yote, tulikuwa katika upotovu ambao kwamba uko wazi. Hii watalia siku ya Kiyama. Sasa taka aya yenye maana namna hiyo, sio? Si nimehitaji hiyo aya nilisoma. Hiyo aya mtu aiseme yenye maana namna hiyo, Sheikh Abuzi. Soma mwanzo. Aya. Allah alisema tallahi. Tallahi. Na ataendelea. Inna kunna. Naam. Naam. Ni nani? Sheikh. Nimepatia hit kubwa sana. Swali la mwisho nitauliza, nitajie sampuli au aina za uchawi. Jazakallahu khair. Nipatie sampuli 3 za aina za uchawi. Nifunge mada yangu. Aina 3 za uchawi basi. Naam. Jazakallahu khairan. Nimemaliza, zawadi kuishi. Kuna swali yote moja ama mbili katika maudhui leo? Sheikh, mimi nitauliza pia swali. Sheikh, wewe usikuuliza swali. Nitauliza swali kwa sababu experience yako ya ruqya. La, bismillah. Kwa sababu kuna watu wengine mtu anapatikaniwa na jini. Naam. Lakini anakwenda kwa shekhe, anasomewa, anaona mtoto hajapoa, anabadilisha, anakwenda shekhe mwingine tena anasomewa, anaona hajapoa, anabadilisha, watatu anasomewa, anaona hajapoa. Sasa huyu anaona mwisho afadhali aende upande mwingine wa kushotoni. Kama huyu tunasaidia. Jambo la kwanza, unapokuwa na mgonjwa wako ukampelekea yule shekhe kumsomea ruqya, tia katika ufahamu wako, katika akili kwamba ule raki ana uwezo kumponya mwanao, ama ana uwezo kumponya wewe, wala hana uwezo ya kumtoa jini katika mwili wa maadamu yoyote. Allah ndio mwenye uwezo. Sawa? The moment utaenda kwangu, kisha kwa mfano umekuja kwa huyu akakusomea na nikusomea ruqya ya kisheria, lakini ikawa wewe hauna ile subra. Sasa ikawa kila mara unaona huyu anisomea, wacha niende kwa mwingine. Sasa wewe katika akili yako utaona kwamba mimi ndio nina uwezo zaidi kuponya wewe, unafungua mlango ushirikina. Sawa? Siku zote anayeponya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi itakuwa tu ni asbabu ya kukufanyia wewe kupona. Sawa? Lakini siwezi kukuponya wewe
hata nikwambie umefanya uchawi saizi hapa na kufanya uchawi nitakutibu, sina hiyo uwezo. Hata dawa ambayo tunaambia chukua utumie haitibu isipokuwa kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni asbabu tu mambo wewe chukua. Unataka kwenda kama ni pale msikiti mwingine unaambiwa fuata njia hapa kisha utafika. Lakini ukisema tu wewe utakwenda pale na utakufuata njia utafika vipi? Lazima mtu achukue asbabu ndio pale kupona. Sasa unakwenda kwa mtu kusomewa, kuwa na subra kwa sababu anayekuja ni Allah na yeye anajua ni lini ambapo ataleta rehema yake ili wewe au mmoja wako apone. Ukiwa na kupa basi huwezi kupona. Utazunguka kote, mwisho utaingia katika ushirikina. Utaamua tena tukachinje kafanye. Sawa? Unapokuwa na mgonjwa kuwa na subra. Ugonjwa yoyote si hata ya kiuchawi peke yake. Ugonjwa yoyote ile au mitihani yoyote kwamba mwanadamu anapitia kwa njia moja au nyingine, siku zote kuwa na subra. Kila kitu baada ya ile dhiki yote utakuja kuwa na faraja mwishowe. Na mwanadamu, na saha moja tulikupatie, uwezi kuishi katika maisha ya dhiki siku zote. Haitowezekana. Na wala hutoishi maisha ya raha siku zote. Ni ngumu. Ukiishi maisha ya raha, kama ukijua kuna siku maisha yangu yaweza kubadilika. Nikiishi maisha ya afya mimi kila mara mimi mzima tu. Kama ukijua kuna siku utakuwa mgonjwa. Sawa? Kwa hivyo jiandae siku zote. Wallahu a'lam. Ndani ni kwa wale. Naam. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kuna maswali mawili. Swali la kwanza, mara nyingine unapata mtoto ni wa kama. Naam. Kuna mtoto mdogo mara nyingine ndio. Wa kama. Ndio. Sisi tunaweza hivi ambacho kwamba kana tuko sawa. Sasa ile kama inakuwa kwa chumba. Kwa kwamba ile kama ile muuliza naambia kwamba kwenda kwa shekhe kwa jina la atasomea kila fungu atasomea asili. Kila fungu ni fungu ya asili. Kwa hivyo fungu saba ya asili sasa. Kwa hivyo atakuwa nayo ni mtoto ita imani yake ni kwamba ni kama tamkinga. Sasa swala ni kwamba je, yafaa hivyo? Shaka ile shirikina wanafanya wamefungiwa ile inaitwa subhanallah irizi. Sawa? Ndio umefungiwa. Sasa wewe unafungiwa kwa irizi za kusaidia. Tayari unashapata katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtoto wako wewe inapofika asubuhi, mchukue mwanao mfanyie adhkari ya asubuhi. Kwa ni mdogo. Akifika age kama ya hawa, ushamfundisha miaka 4 ashaanza kujua atakajifanyia. Lakini ile bado chini ya miaka 4, mzazi afanye mtoto wake adhkari ya asubuhi, adhkari ya jioni, adhkari ya kulala siku zote. Sawa? Nitaongezea tu kwa hiyo. Kuna baadhi ya watoto wanatoka mtoto wako gania mahali. Sawa? Mtoto mdogo. Kisha akirudi mtoto ikawa mtoto anarudi analia mwili moto kweli kweli. Mtoto analia. Sasa wewe utaanza kutangajikiwa, mbona ametoka akiwa salama? Mbona amerudi akiwa hivi? Ukuije uchawi inaendana na aina hasad. Sawa? Ukitoka pale atakutandika sababu ain ni mpaka mimi nikuone. Sawa? Lakini hasad hata ukiwa wapi itakufikia. Ndio mtoto wako ni mrembo ili sina mtoto. Akampiga jicho tu. Mara mtoto ukasikia mtakapofika amekata kunyonya na nini, zote zinatokea. Lakini vitu kama hizo ukisikia mtoto wako tiba moja tu utapatia, chukua maji lita 5, tia vijiko 3 ya chumvi, chemsha, kisha ikiwa mama kishaoga mmwagie kwa muda siku 3. Utakuwa umemdhahirisha na macho ya watu na aini. Lakini macho na hasad uweze kuavoid, wala aini uweze kuavoid. Lakini katika kinga ya asubuhi na jioni Allah anakuhifadhi. Wallahu a'lam. Swala la pili ni kwamba kuna dalili gani ambazo kwamba mwanadamu anaweza kuhisi kwa dalili yake kwamba yeye ameroga? Unapokuwa na jini katika mwili wako, sawa,
Mara nyingi utasikia kama kuna kitu inakimbia ndani ya mwili, au unapolala usiku utaota nyoka. Mara nyingi huwa utaota manyoka, ati joka inanifuata. Huwa si kama ni ndoto, huwa ni yule adui ashatumwa na kutafuta ni saa ngapi atakuingia wewe. Pindi utakaposikia atakushika tu, ndio hapa matarajia kuingia. Sasa kuna baadhi ya majini ambao kwamba wanachukua katika maumbile ya nyoka. Kuna baadhi ya majini wanakachukua katika maumbile ya paka, zote zile. Hasa unasomea mgonjwa, kuna mgonjwa anaanza kutembea kama nyoka na anaenda kama nyoka. Sawa? Sasa huwa kitu kukuingia utasikia inakimbia ndani ya mwili yako wewe. Mimi ukija kama nikusomea ni wote naambia vile wewe ulivyo. Mimi sitakwambia kwamba wewe unajili kwa mwili wako. Na ikiwa tutasoma Qur'ani tutaangalia ile matokeo. Ndio nikasema nilipoanza, jini hata kiwa jabali kiasi gani hawezi kustahimili Qur'ani. Tukisoma Qur'ani kama uko na tatizo utaona tu mambo yanaweza kubadilika. Watu kwa jasho, wengine wasiwasi, wengine anaanza kusinzia, na mwingine ukipata akiwa ni hafidh ama kwamba alisoma Qur'ani kitabu akajisahau akatandikwa moja. Sasa unaposoma yeye anasoma na wewe, huwa si yule jini anasoma ila kukuja wewe moyo. Sasa sisi tukisoma tunaangalia hali yako ilivyo, alafu nakwambia hivi na hivi na hivi. Sawa? Dania wallahu a'lam. Dania swali moja na mwisho mzee. Masala na kaemenda tuchukue dada. Hakuna shida. Naam. Hapa watu hawaendi mbali, watoto kwa papa. Bismillah. Wacha watu maswali wapate kama yako. Sisi tutakujibu yote shaka. Sikia baada tujafika kiwango. Bismillah. Nyosho kijana. Naam. Mwingine kuingia katika mwili na anapoingia kama mpaka mwingine. Nilisahau kugusia sababu za jini katika mwili wa mwanadamu. Sababu ya kwanza, anaezagia yule kwamba ametumwa. Sababu ya kwanza, ikiwa ametumwa na mchawi aje kuingia wewe. Na atakuingia tu ikiwa uko mbali na toa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sababu ya pili, jini kuingia wewe ikiwa amekupenda. Na kwa sababu unapokuwa nguo yako pale, soma dua kwa nguo. Unapoingia chooni, soma dua kuingia chooni. Usipe nafasi. Akikupenda ama ni kama kina mazetu mara nyingi wao kutoka nje ajistiri, anajifukiza, anatoka. Akitoka tu ile jina atamfuata tamvizia. Kumwingia ni rahisi sana. Sawa? Atamuingia. Akishamuingia ajida kukiingia leo wala ana haraka. Ataingia kwanza polepole, asome mwili wako jinsi ilivyo. Kisha atafute sehemu ya kwenda kukaa. Atengeze nyumba lake. Akishajenga nyumba pale, ashatulia, ashakusoma kwa wewe uko dhaifu. Sasa ataanza kuita kaumu yake ije. Ataita baba, mama, familia mzima waingie sawa kae kwako. Sasa hapo unaweza kuwa mtio. Utanipata na demu sikio ni mzito. Na kuna baadhi ya watu kisha kusoma unamsikia na nguvu ya kutumia. Sawa? Hasa hii sababu nyingine kama ikiwa kupenda. Sababu ya 4, jini kukuingia wewe ikiwa umetembea kwa mfano hapa nje kote majini wako. Na majini ni wengi kutuliko sisi wanadamu. Sawa? Wazatembea ukakanyaga mmoja wao. Kasema wale wabaya ambao kama wamjui Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio pale watakuja kupiga kudhuru. Lakini wale wazuri hata ukimkanyaga atakusema atajua kama huyu kuniona. Juu sisi tuweze kuona majini, lakini wao wanatuona sisi. Sasa wako kila sehemu wanatembea. Sasa unaweza kwenda umemkanyaga akaja kalipiza kisasi. Au wewe unachukua maji ya moto, umeenda kumwaga katika siku yako maji moto, ama pale nje uani ukisema bismillah ukamwaga maji ukamchoma pale atakuja kulipiza kisasi. Na yeye kulipiza kisasi haji peke yake, atakuingia kukutesa. Tuko jina kwamba kutibu ni rahisi, ni huyu wa kisasi na yule kama ameingia amempenda. Lakini wakutumu mara nyingi kilo kimgonga akitoroka wanatuma wengine. Kilo kimuua wanatuma wengine.
Sasa hapo ni vita mpaka siku yule Sahir ataishiwa. Sawa, wallahu a'lam. Hapa kuna mzee hapa maswali. Na mzee wangu, Asalamu alaykum. na tunataka kunao, ndio ndio jini tukukija, ukiingia kwako tukikusomea hapa, akitoka napeleka habari ile, akitoka hapa na kwenda Maka kwa mfano ni sekunde, hachukui masi, atachukua miezi nini. Kama yule anayesomewa, je, atamuona akitoka? Tutaona ishara kwa mguu wako anapotoka katika mguu wako. Mara nyingi watu tunawatoa na mguu wa kushoto, hiyo kidole ya mwisho. Wengine ikiwa kwa mfano alikuingia kisha wewe ukawa kila mara unamwitela adhkari yako, unasoma Qur'ani yako kila wakati karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, hawezi kukaa katika mwili kama unasoma Qur'ani, atona hapa kuna maudhi. Lakini ikiwa wewe umekaa mbali na toa ya Allah subhanahu wa ta'ala, hatoki, anapiga kambi, wewe huswali, hawezi kutoka. Sawa, na akitoka katika mwili wako kama uko nao, akitoka sasa hivi utasikia mwili wako uko mwepesi sana, ikawa kwamba ulikuwa umebeba gunia kilo 200 kwa mgongo wako, kisha umeitoa umeiweka chini. Umenifahamu? Kuleta athari jina kitoka kikasa na kwa mwili wa mwanadamu. Kuna baadhi ya athari wanamacha, kuna baadhi ya athari ya maradhi anaweza wacha, lakini sasa pale kuna baadhi ya matibabu madawa unapatiwa ili kusafisha ile maradhi yake. Madakhil shayatin ziko nyingi, unaona hizi katika nchi ya kucha hapa, hizi 10 hizi za mguu 10 puani, huku masikioni, sehemu ya siri ya mbele na nyuma, huku na njia zote kuingia katika mwanadamu. Lakini akishakuingia kitambo, ile njia ifungwe, ni vile wewe bidii yako baina wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa? Naam mzee. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Alhamdulillah, tumefaidika sana kwamba kinga ya mambo mengi ni adhkari. Kwa mfano umetuambia kila mtu atadumu kwa sabahi na adhkari masai, huwa anashaweka zile kinga za kuboreka, na kuna mambo pengine naweza kuwa umefeli kufanya katika nyumba, kama kwa kufanyia watoto wako, umejifanyia mwenyewe. Huenda mtoto akawa amepatikana na jambo nikawa sasa washindwa kuipata tiba yake, pengine inaweza kutu. Kwa mfano kuna kitu kinaitwa dege, unafahamu? Najua dege. Naweza kufanulia tutatibu kila namna gani Dege? Najua nini, zamani kule watu wa dege ni sijui kutandika macho pale, wanakuchapa na jini, sababu kuna vile wanatupa na macho yao, wana uwezo. Sawa, naweza kuvizia tu wakati unakuja yako kama wala sijadie kwa mimi ni mchawi, ukifanya maji hivi unasema bismillah, nikairusha pale pale pap, ukiweka vimeingia. Nakumbuka tukiwa wadogo kitabu kule kwetu, ukiona wale wachawi walikuwa wako, lakini tulikuwa tujui jinsi ya kupambana na wao. Sasa ilikuwa atukila chakula chake, ikiwa amekuchapa kibahati mbaya, anakula chakula chako na kula, asiseme kutibu mrongo mtu. Hasa ndege wale kutumia wewe uchawi cha kulipa jini katika mwili wako. Tiba ni ile moja. Sawa? Katika Qur'ani ikiwa ni mtu ana jini, unadili na aya za majini, kuna aya za kumwadhibu. Ikiwa ni uchawi ya chakula au ya kinywaji, unatumia aya za uchawi. Sheikh. Naam. Kidogo mfafanue swali lake. Naam. Huku katika miji ya pwani dege sana wanamaanisha kwa aini, jicho. Oh. Yaani mathalan mtu unakula chakula, mtu akija akikutazama basi wewe ndio mwana tumbo. Ndio. Sasa wanafanya nini? Wanawasha yetu wanachukua mafuta, maji, kisha kuna ile mafuta yanatoka kwenye maji, kisha unaambiwa. Lakini sasa ajabu iliyoko
siku zote mafuta yakichukua kwenye maji kawaida yataolea. Sasa hiyo ni kawaida, lakini sasa wao watakwambia angalia chapati, ulikula chapati jamaa akakupiga hiyo. Ndio utaona siku zote ndege, hakuna mtu atakwambia kitu ambacho cha shape si ya round. Hakuna mtu atakwambia ukula sambusa. Unaona, sababu ile mafuta siku zote hufanya round, kwa hivyo mtezea yake. Unaona, hakuna kwa ndege. Ndege ni ain, jicho ukipigwa kama Sheikh alipokuambia, soma kuna Allah kwa binafsi utatatua ndege lako. Na nikasema tumia maji ya chumvi siku 3, kama ni ain, kama ni hasad, kwa uwezo ambao wa inaondosha. Sawa. Kisha moja nikimalizia, katika kuna ile uchawi kwa kama inazika katika familia, katika ndani ya nyumba kwa compound ya mtu pia uwazipo. Mzafaji unakujenga nyumba hapo, ukashangaa alikuja mtu mjaku, uchawi ufanye usiku mara nyingi. Sasa nakuja pale achimbe, kisha azike vitu zake pale. Wewe ukija pale una adhkari zako, amekutandika hiyo ploti yako, umeenda hauangalii nyuma tena, utamani hata kujenga. Au afanye hivi nyumbani, ikawa nyumbani kule mnakaa hamna hata amani tena, kila mara ni vita baada ya vita, vita baada ya vita, zote zinatokea. Lakini tiba ya uchawi kwa kwamba ziko ndani ya nyumba au iko nyingine amewekwa nyumba yako, tiba yake ni moja: soma Sura Al-Baqara kila baada ya siku 3. Sawa? Na ukiweza kusomea maji, kisha nyunyiza katika kila kona ya nyumba. Kwa uwezo wa Allah, kama kwa chochote Allah ataondosha. Wallahu a'lam. Sheikh, kuongezea swala la kwamba watu kuwa na tahadhari katika kuudhi majini. Kuna vijana ama watoto saa nyingine kuojoa katika sehemu ambazo ni makazi yao. Hii ni hatari sana katika unawachokoza wale majini, kama kwenye jaa, sehemu ya taka. Mtoto akienda kukojoa ni makazi sana kwenye taka majini, chini ya miti, mashimo, mapango. Sasa wale ukimuudhi anakasirika na kuja kuingia ndani ya mwili. Kisha Sheikh, tumalizie kama utaweza kupatia kisa cha ajabu katika ruqya uliwahi kupambana nacho. Mko tayari? Na sitatisha inshallah. Na wale usiogope kama usiku mtalala, sitashtuka usiku la. Katika masaa ya ruqya, siku moja nilikuwa namsomea mgonjwa mmoja. Huyu mgonjwa aliyemfanyia uchawi ni rafiki yake, ilikuwa ni mke, yaani yeye na mke rafiki yake kwa kike. Alikuwa anakaa naye kwa muda mrefu, kisha akaona kasilimu, akamwambia mume wake, naomba mchukue huyo wewe mwenzangu. Maskini alifanya wema wake kwa ajili ya Allah. Kisha yule mume akakubali, akamwoa yule mke. Kumbe kujua ndio alikuwa matatizo nyumbani. Baada ya muda, sio walipokuwa marafiki walikuwa kipiga mapicha, wakikaa wakaenda out picha zao wawili. Sasa huyu alikuwa na picha ya huyu. Sasa baada kuolewa, akaenda kwa mganga wake, akamwambia sasa nataka nilini na huyu mtoe kwa nyumba. Akaenda akapatia wakafanya waliofanya wao. Baada ya hapo ikaenda kazikwa sehemu fulani bali, kwa sababu mara nyingi jina kwambia uchawi ni mizika sehemu fulani pale. Ukisema utoke ukibia ufike huko, wao si wajinga, wao wanabadilisha. Na uchawi unapozikwa mahali wanaweka mlinzi ambapo huwezi kanyaga pale. Ukienda kuchimba kijua kali ni kama pigo shock ya stima, utaanguka huko. Sasa ni kweli ziko sehemu. Huyu mke akaanza kudhurika polepole, anataka kuwa watazini, kichwa takuruka na ana watoto. Sasa siku moja akaja nikamsomea mara ya kwanza, akaria, akaongea, nilifanya nikapuuzia. Kila nikisoma wanakuja wapya. Sasa siku moja nikaniambia, wewe unatusumbulia sisi nini? Hatukudhuru wewe. Nasikia? Hatukudhuru wewe. Unatusumbua sisi.
Mara nyingi unapatiaga nasaha kwanza rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa si Waislamu utawasilimisha, ikiwa atakata kusilimu pia utamlazimisha, mwacha atoke. Sasa akiwa mkaidi pale, sasa pale tu unaongeza nguvu kidogo. Sasa siku moja nikaanza kusoma, alikuja yule binti alimkatakata kama mtu anipiga panga, alikata hizi vipande vitatu. Sasa akaniambia mimi ndio nimemkata. Nikamwambia umekatwa kweli? Nikamwambia ndio nimekatwa. Bwanake akanivutia, kuangalia hapa kapata imekatwa sehemu kubwa sana, ni wale wengine walimtenda. Sasa ilichukua muda, tukasoma kwa uwezo wa Allah. Kuna wale wanatoka, kila akitoka yule anayetuma anatuma. Msomea takriban zaidi ya miaka miwili, lakini alhamdulillah kwa uwezo wa Allah ile makali iliisha. Lakini walikuwa natisha, nakwambia tutakujia majini wanalipiza kisasi. Wacha niwapatie tahadhari moja. Na jina ambalo lipiza kisasi ambaye niwatajia wa kwanza. Unakumbuka jina kama nilimtaja yule mwenye nguvu ni nani? Fairan. Huyu ndio jina kwa mara nyingi ukimpata kwa mwili wa mwanadamu, ikiwa hujui kau, ukijua atakuja kulipiza kisasi. Hiyo ujiandae. Sasa yeye siku hiyo niliposoma nikamaliza, akatuma sasa mkubwa wao kuja. Sasa mimi nyumbani nilikuwa nimelala usiku, kulala ile ikawa sasa mkono wangu huu ikawa napambana ili kuzingiwa nimalize nguvu. Sasa mimi niliposingizini nimelala, sasa ile kukutuka nikawa na laki ninasoma. Sasa mke wangu aliponiona akajua huyu anaota. Sasa naye akawa na wasiwasi, ikawa yanisomea mimi. Sasa mimi nikasoma kwa uwezo, nikachukua hifadhi kwa Allah, baadaye nikazishinda nguvu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mpaka wa leo sijawahi kuwa na ishi yoyote. Na mara nyingi anakwambia wewe haunijui, mimi nitakufanya kitu hujawaiona. Huwa wanapitisho, lakini jini ni mwoga nambari moja. Unapokuja tu akishajua unakupambana na yeye utoroka ili usimshike. Sasa utakumwadhibu vizuri, akija tunamfunga kwanza, au unampaka marashi ya miski aswad, unaipaka huko kote, hawezi kutoka hapo. Utamwadhibu na utaka wewe, atapiga kelele na utaka yeye, mpaka mtamwonea huruma, ataomba msamaha na kirudi kwa Allah, unamwachana yeye, kisha mgonjwa anakuwa salama. Lakini kuna visa vingi, kama umenipata hofu, siwezi kukumbuka zote shehe. Visa viko vingi. Ile moja bali mwatajia ule ashik ambao kama ni shoga, alikuwa akishika mwanamume, na huyu mwanamume alikuwa hajui. Alikuwa ananiambia kila nikija nyumbani, nikiamka asubuhi nilipata niko na mali nyuma. Kila nikiamka niko na mali nyuma. Kila nikiamka mali nyuma. Sasa ilikuwa ni hatari sana. Kaambia kama ukijua majini pia kuna mashoga pia. Lakini dawa yako uwezo wa Allah huwa ipo. Nadhani mimi nitakomea hapo shehe. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nilimtibu na alipona, na mpaka wa leo hajawahi kurudi kwangu. Jini wa ashik kitamba kuacha nachukua muda, lakini wako na dawa, sababu wao hulala na wanawake sana, upenda wanawake. Kwa nini? Mwanamke anamjua yeye akiwa katika siku zake, aliambiwa asisome Qur'ani, asiswali, basi sasa najua yuko free kwa kila kitu. Anapowacha pale, sasa wale ndio wanakuwa na nguvu zaidi. Unapata wanawake wengi ambao waathirika katika masaili ya uchawi wengi. Sasa katika fulana mwanamke kuna dawa unapatia kwa kama anajiosha nayo kisha anapaka, jini ile ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ni guarantee hawezi kulala na yeye tena, lakini kutoka unachukua muda. Naomba msamaha kuchukua muda mrefu wenu, na tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie alladhina yastami'una qawlan fayattabi'una ahsana. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.